katika mazungumzo ya mwanzo yasema mkuu wa wilaya amesema ametuita kwa mambo mawili. Jambo la kwanza amesema ametuita kwa sababu anatuthamini, anatupenda, anatujali kama kiongozi wetu wa wilaya. Kwa hilo na mimi nitangulize shukrani. Asante mkuu kwa kutupenda na kutujali. Jambo la pili ni kutukumbusha. Kwa kusema hivyo ana maana kwamba sisi kama viongozi tunafahamu kwamba tarehe 29 ni uchaguzi, na ameanza kukumbusha hivyo. Anatukumbusha akijua kwamba sisi ni viongozi kutoka sehemu mbalimbali katika wilaya ya Kiteto. Ni wazee wetu wote walioko hapa pia ambao wameona mengi kwa sababu ya misingi ya waasisi wetu na taifa hili la Tanzania. Kuwa wamoja, kuwa na upendo, kutunza amani, kuleta mshikamano. Bahati nzuri mkuu wa wilaya wenu mliye naye hapa, pamoja na mahala nilipowahi kuhudumu kufanya kazi, nimewahi kufanya kazi katika wilaya ya Kongwa. Pale wilaya ya Kongwa kuna kumbukumbu ya historia ya wapigania uhuru wa taifa hili, na mchango wa Tanzania umeonekana moja kwa moja. Samora Machel alikuja pale, Samujoma kuna mpaka nyumba alikuwa anakaa pale. Namna ambavyo Tanzania ilitoa mchango wake kwa ukombozi wa nchi ya Afrika Kusini, kwa nchi ya Msumbiji, kwa nchi ya Zimbabwe, kwa nchi ya Angola, mataifa mengi ya Afrika, mchango uko wazi unajulikana. Na kama mtakumbuka, hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alielekeza pale makumbusho yatengeneze vizuri ili vizazi vifahamu mchango wa Tanzania katika ukombozi wa bara la Afrika. Kwa hiyo Tanzania imeendelea kuwa ni kioo, imeendelea kuwa ni watu ambao wanajifunza amani ndani ya taifa hili na bara la Afrika. Kwa hiyo hatuwezi kuruhusu na kuamua kukaa kimya pale ambapo tunaona kuna dalili za baadhi ya watu wachache kutaka kuchagiza kuondosha amani katika maeneo haya. Kwa hiyo haya ni ya msingi tuyaseme na tuyazungumze. Sasa nizungumze kama padre sasa, kwamba wajibu wangu ninaotolewa sasa mpaka sasa kwa wito kwa baba aliyetuita, kwanza ni kufahamu kwamba kuna uchaguzi huo ambao tayari kwa kazi yangu kubwa ni nini? Kazi yangu kubwa kwanza kabisa ni kujitambua katika nafasi yangu kama kiongozi. Kazi hiyo ya kujitambua sasa katika hili tuliloitiwa ni kuhakikisha kwamba tuwaongoze wale wengine pia kutambua haki yao ya kikatiba kwamba wakapige kura. Lakini kama kiongozi tusiende pia tukifikiri kwamba tunaowaongoza hawajui, wanafahamu, ila kazi yetu sisi ni kuhamasisha. Ninashukuru kwamba tumeitwa watu wa kada mbalimbali wenye ufahamu wa hali ya juu toka tupate uhuru, toka tangu tumeingia kwenye vyama vingi watu wanafahamu, na watu tunaowaongoza sisi ni wa vyama mbalimbali. Hiyo msiende vile, hiyo lazima mjue hiyo. Kwa hiyo sisi kama viongozi tuwe makini, tutunze amani tulionayo na tuwaongoze watu tunaowaongoza watunze na kuthamini amani. Sasa usije ukamvuruga yeyote kama ana mtazamo wake kama kiongozi. Usije ukamlazimisha yeyote kama ana mtazamo wake kama kiongozi. Bali sisi viongozi, hata kama una chama chako unaenda kupiga kura, sio lazima sasa kama kiongozi kusimama mahali na kuanza kuwavuruga wengine kwamba labda mahali fulani ndio sahihi. Tukisimama neutral kama viongozi, kama padre, niombe haki, amani itawale wakati wa kura,
itawale sasa na itawale baada ya kura. Hiyo ndio kazi yetu kama viongozi, na tuombeane namna hiyo, tuwaombee wote wanaohusika, ili chochote unachofanya, chochote unachosimamia, uwe pia tayari kuwajibika mbele ya watu, lakini pia hata mbele ya Mungu. Asanteni sana kwa wito huu, na naamini kabisa tunazidi kuimarika kuelekea tarehe 29. Tunazidi kujengwa, kujitambua, tukafanye nini tarehe 29, tukatimize wajibu wetu wa kikatiba, tukiendelea kuomba amani tulionayo idumu. Wakati wa uchaguzi amani iwepo, na baada ya uchaguzi tuwe na amani. Asante. Hapa kuna mazingatio makubwa, kwa sababu haya ni maelekezo tumeelekezwa tutakiane amani. Sasa itakuwa ni ajabu leo sisi tukawa kwanza kuivuruga amani. Amani ni kitu muhimu sana, hasa kwenye kipindi cha uchaguzi. Niwakumbushe, maana wote tulioko hapa ni viongozi. Kila mtu aliyefika hapa hajafika kwa bahati mbaya. Nafasi yake, busara zake, hekima zake zimemfikisha hapa. Wapo watu wengi sana huko nje, na pengine ni wajuzi zaidi, lakini umeitwa wewe ili busara zako zitumike vizuri. Sisi wote tulioko hapa tunatambua kwamba kuna Mungu, na Mungu ndio anaofanya kazi yake. Inawezekana una kiongozi unayemtaka, lakini Mungu naye anachagua. Inaweza ikatokea mkampigia kura mtu, kura zikatosha, lakini baadaye akafariki. Kwa hiyo Mungu anafanya kazi yake, sisi ni watendaji tu. Nasema haya kwa maana moja, unaweza ukaingia kwenye uchaguzi kwa kutaka fulani apite, baadaye fulani hakupita, unaanza kuhamasisha fujo. Hii ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini wote tuna simu, tunaona kwenye mitandao kuna hamasa inapita kwamba tarehe 29 kinanuka, lakini jeshi la polisi nalo linasema tutapambana. Sasa kwa akili ya kawaida, wewe mwananchi upambane na jeshi la polisi, nani atakayefeli? Lakini inawezekana ujinga wa kijana mmoja akaisababisha hasara kubwa katika familia.